Kama umewahi kusafiri kuja Zanzibar, basi unafahamu changamoto kadha kadha ambazo zinapatikana kwenye ile bandari ya pale Zanzibar. Lakini huwezi amini, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweza kushirikiana na wadau ambao ni Watanzania na wazawa wa Zanzibar, tena diaspora. Hey, achana na wale diaspora wenu nyinyi wanaowachochea mchomane moto. Diaspora wa Zanzibar bwana, wamekuja kuleta mitaji, wamekuja kuisaidia serikali yao kutatua changamoto ambazo zinawakabili watu ambao wanatumia bandari ya Zanzibar. Na hapa niko kwenye eneo la bandari mpya, natarajiwa kuwa na huduma za kisasa. Bandari hii inatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Bandari hii inatarajiwa kuhudumia watu wengi zaidi. Picha linaanza. Hiki unachokiona hapa ni process ya land reclamation. Yani hii yote ilikuwa ni bahari, lakini kunajazwa mchanga kisha kunatengenezwa ili wewe mtu uweze kutembea au magari kama hivi yaweze kupita. Na hapa mimi nilikuwa kwenye njia ya magari, yani pale ambako magari yatakuwa yanashukia na kupokelewa. Kwa hiyo hii sehemu yote unaiona wewe ilikuwa ni bahari, lakini wameijaza. Na wamefanya hivyo kina nani? Watanzania wenzetu. Sasa hapa tulikuwa tumefika kwenye daraja. Hili daraja linaunganika na kitu kinaitwa bulge, utakiona huko mbele. Ila cha msingi utambue ya kwamba maji yakijaa hili daraja linapanda juu. Maji yakipungua hili daraja linashuka chini. Yani hakuna haja pa kuchimba chimba. Sasa unaona hii gari ya kwanza ilipoingia? Pato ilipofika, hii ndo bulge. Ili lidude lote hili limetengenezwa Dar es Salaam Songoro Marine, likaitwa Zanzibar kwa wiki 3. Maji yakijaa linapanda, maji yakishuka linashuka. Unaona meli hapa ya kubeba magari na mizigo. Hii ni meli ya Azam. Nilipata nafasi ya kuichukua hapo. Nitakuonyesha namna gani inapakia mizigo kama hivi. Gari hizi hapa zinaingia. Kwa hiyo hata gari zinapokuwa zinashuka. Kwa hiyo hapa gari ilikuwa inaenda, alafu ndio imeingia kwenye meli, inasafirishwa kwenda Dar es Salaam. Sijui mnaelewa? Nyie Wazanzibari wako serious. Mimi ambacho kimenivutia zaidi ni lili bulge lao. Yani hii flow unayoiona hii, eti inapanda na kushuka na daraja lake. Nyie hiki kitu hiki kimetengenezwa Dar es Salaam, kikasafirishwa mpaka Zanzibar kwa kubuluzwa na meli in 3 weeks. Mimi nimependa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeshirikiana na kampuni ya ZF Devco, ambayo ndio hiyo kampuni ya Mtanzania mwenzetu diaspora. Lakini wanaofanya ujenzi hapo wote ni Watanzania wenzetu. Huko nimekutana na wabara, nimekutana na Wazanzibari wenyewe. Sasa ngoja nikwambie kitu. Ukileta hapa gari yako, kuna sehemu ya kupimia mizigo hii hapa. Hapa mzigo kishapimwa, hapo pesa inajiandika moja kwa moja, bili inakuja. Unaenda huu upande unalipia, unaona pale TRA wanakata kabisa hela yao, na NBC wanakata kabisa hela yao. Alafu sasa kama ndo gari zimekuja, kama ni mpya zina showroom, kama ni gari yako tu umekuja nayo Zanzibar unataka hifadhiwe, itakuja kutunzwa humu. Ndio maana unaona kuna gari ambazo tayari zina plate number na kuna gari ambazo hazina plate numbers. Kwa tayari ndani ya hii bandari kuna showroom. Mambo kwa ushahidi. Ndio maana niwaambia kuna vitu tayari vinafanya kazi. Mmoja wa vitu ambavyo tayari vinafanya kazi ni hii showroom. Kama unavyoona hapa, magari mengine yameshanunuliwa na mengine yashachukuliwa. Kwa hiyo ukitoka Dar na gari yako ikishavushwa na meli ile Azam kama nilivyokuonyesha, ikishushwa hapa itakuja kukaa humu, afu ndio wewe utaletewa. Sasa hilo bomba hapo kazi yake ni kuendelea kuchimbua bahari, kuchota mchanga na kuusafirisha huku. Huu mchanga wote unaoona umechimbuliwa hapo kwenye bahari. Why? Kwanza wanatengeneza kina kirefu zaidi cha bahari, lakini pia wanapunguza gharama za kusafirisha mchanga kutoka bara. Sijui mnaelewa mambo hayo. Haya sasa watu wangu, kama ambavyo nimewaambia kwamba Zanzibar wanatengeneza bandari mpya kubwa ya kisasa na bora zaidi. Sasa ambacho kinatarajiwa ni hiki hapa unachokiona hapa. Hii ndio bandari mpya inayotarajiwa. Najua this looks like a city, and yes, it is going to be a city. Yani pale nilipokuonyesha mimi nilikuwa hapa. Kwa magari yanaingia na kutoka. Hii ni sehemu ambayo kama wewe unatokea Dar es Salaam unakuja na gari yako Zanzibar, basi wewe gari yako utaitanguliza, watu watakusafirishia, itakuja kuingia, utaikuta hapa. Alafu wewe ukipanda boti zako zile Azam Marines and Ferries utashukia hapa. Yani wewe na gari yako utakutana bandari moja. Wewe unashuka hapa, gari yako inashushwa hapa. Alafu wewe unaingia hapa, kama unaona hapo vizuri wameandika Zanzibar Ferry. Lakini pia hapa una sehemu ya kupata huduma zako nyingine zote kama abiria. Huu ni upande wa abiria na huu ni upande wa magari. Hapa sasa kuna parking. Na hii parking hapa ni kwa watu wote ambao watakuwa wanaitumia hii bandari. Pia hapa kuna hotel. This means kama unakuja huko for business issues, hauhitaji tu kushuka ferry uanze kumtafuta street guide au kutafuta sehemu ya kulala. Ndani ya ferry hiyo hiyo, yani ndani ya bandari hiyo hiyo, utakuwa na hotel au uchukue chumba ulale. Na hapo utakuwa unachukua gari yako hapa
parking, unaendelea na mizunguko yako. Lakini pia tunatarajia hapa kuwa na water taxi station. Manake unataka sijui kwenda Nungwi, hiyo unataka kwenda wapi? Yaani unaweza ukashuka hapa, ukalala hapa, alafu asubuhi ukawa unamkia hapa. Unapanda zako si taxi kama zile za kwetu unaenda unapotaka kwenda. Lakini pia hapa wanaweka sehemu nyingine ambayo pia kutakuwa na sehemu ya kupakia boat. Wale wenzetu matajiri wakishua mnakuja kupaki boat, lakini pia kwa wale wenye ndege zao hapa kuna airport ya ndege za baharini. Ni rahisishe, kwa hivyo zile ndege za kwenye maji zina sehemu yake pia ya kupaka. Sasa pia hapa kuna exhibition center, yani mall. Ndani ya hii bandari kutakuwa na mall. Maanake wewe kama ni mgeni utashuka hapa, ukifika hapa unakuta mabasi ya kupeleka kokote ndani ya Zanzibar unapopataka.